Katika meza za Ikulu milele. Junet Mohamed, mbunge wa Suna East, kaunti ya Migori, amekuwa akitupa maneno makali kila upande bila kujali athari zake. Majuzi, Junet alimkaribia aliyekuwa naibu rais Geoffrey Rigathi Gachagua akidai kuwa Rigathi Gachagua amekosa hekima kwa kumtusi rais. Hilo nakubaliana nalo kwamba Rigathi alipitiliza mipaka kwa kukejeli masikio ya rais. Hayo yalikuwa makosa makubwa. Lakini Junet anafaa kujitafakari tena. Huyu hapa Junet nauliza ni nani? Sisi tunajua mambo mingi, kunyamaza tu tumanyamazi. Lakini ukiona tunapinga Ruto, tunajua hii ni mtu hatari kwa nchi yetu ya Kenya. Ati anaambia wazungu ya kwamba kuna corruption Kenya. Ati kuna wizi. Na wajui wazungu wako na historia yake. Sasa ile amesema ati kuna corruption Kenya. Mzungu ameanza kuvaa miwani, anauliza naona Ruto ama naona mtu mwingine? Hii mtu anaongea juu ya corruption ni nani? Junet huyu amesahau kuwa kinywa chake hiki kilikuwa kinamtupia Rais William Ruto maneno makali wakati alikuwa naibu rais. Sasa kwa sababu yuko karibu na rais, amejifanya mtetezi wake, au tuseme ni kutaka kula, kwa sababu kuna msemo kutoka kule kwetu ambao unasema kwamba anayekulisha anaweza kumtusi mama yako mzazi huku wewe ukishangilia. Hata katika mkutano huko Nyanza, Junet aliamua kufanya kile anachojua zaidi, yani matusi. Hata maneno ya aibu akayataja mbele ya watoto hadharani. Hii ni ishara ya kiongozi ambaye akili na nidhamu vilimkwepa zamani. Hebu msikize hapa. DCP ya Rigathi Gachagua na ODM wako na values moja. Tunaweza kuwa na values moja na Rigathi Gachagua hapa Kenya? Mtu muongo, mtu munafiki, mtu ambaye akili yake sio timamu, akili iruka zamani mpaka tukaimpeach yeye bungeni. Na ile upepo mbaya ambaye tulitoa katika ndani ya bunge, ambaye alikuwa analeta ukabila, alikuwa analeta chuki, na alikuwa anasema wengine ni shareholders na wengine sio shareholders, nimeconfirm ya kwamba tulifanya kazi mzuri. Huyu kwa kiburi chake akaona hii bado haitoshi kumtusi aliyekuwa naibu rais, na akaamua kuyarusha matusi yake kwa vyombo vya habari, tena mazito na vitisho katika matusi yake. Katika mkutano huo, Junet alitishia kuwa atafunga kampuni ya The Standard na pia gazeti la The People's Daily kwa kile alichodai ni kuandika taarifa za kumkosea rais heshima. Hebu msikize hapa. Kuna watu wengine hapa Kenya ambaye ni media owners. Wako na gazeti yao, wako na TV yao. Gazeti moja inaitwa Standard, mwenyewe ni Gideon Moi. Gazeti ingine inaitwa Daily People, ni ya Uhuru Kenyatta. Kazi yao imekuwa kutusi rais kila siku. We must defend ourselves from this biasness that is being perpetuated by the media that is owned by tycoons in this country. Sasa keti kitako nikuulize wewe Junet Mohamed. Wakati sisi tunaandika kusema kwamba Ikulu imefyonza pesa za wananchi, na hii ni kulingana na mkaguzi wa bajeti, sisi huwa tumekosea rais heshima au huwa tumesema ukweli? Na wakati mwingine tukiandika kwamba polisi wamehusika katika mauaji na kuua wananchi, hii huwa ni ukweli au ni uongo? Tukiandika kuwa kuna wakora Harambee House na hata juzi uliona wakishikwa, hiyo huwa tumekosa heshima? Au tuseme kwako wewe, bora tumbo lako limeshiba, yeyote anayekosoa au anayesema mambo ambayo ni kweli anakuwa muongo, anayekupapasa basi anakuwa ameleta heshima? Unatishia kufunga vituo vya habari na kupeleka miswada bungeni. Hilo ni nzuri. Hebu nikukumbushe kwamba ulichaguliwa na watu wa Suna East kuwakilisha wao bungeni. Je, magazeti na vituo vyetu vimekuzuia vipi wewe kusaidia watoto wa Suna East kwenda shule kusoma? Wabunge wenzako wanapanga mipango na kupunguza karo za watoto, wanapunguza mizigo ya karo kwa wazazi. Wewe Junet unakimbia kila kona ya nchi hii kumfurahisha rais. Sijui kama hilo ndio ulilochaguliwa kufanya. Ni vipi maandishi yetu yanakuzuia kuleta miswada bungeni kutetea walemavu kule Suna? Au akili iliyolemaa imekujaa kichwani ukasahau ulichotumwa kufanya bungeni? Watu wa Suna East huenda walikutuma kutetea tumbo lako. Niseme huenda tu, ambalo pia tumbo hili halishibi. Kwani lingeshiba, akili ingekuwa kazini kujua kwamba kuna mambo muhimu ya kufanya bungeni, wala si vitisho na matusi katika mkutano ya kisiasa. Tangu mwaka 2013 ulivyokuwa mbunge, Junet anafaa kutuambia ni miswada mingapi amewasilisha bungeni ya kusaidia watu wa Suna East na hata nchi hii.
Jibu lako msikilizaji wangu au mtazamaji wangu ni sawa na langu. Mtazamaji, kwani debe tupu huwa linapiga nini? Hilo ndio shoka la KTN. Salamu zangu ziwafikie wakaazi wa kijiji cha Uiga na kile cha Uisembete, eneo bunge la Suna East, kaunti ya Migori. Jina langu ni Haman Kamariki. Ujumbe kwako Junet.